hata ukiombea msamaha mara 70, hata ukiombea mara 70 Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Sasa unasema Mtume Muhammad wanalalamika hapo ni vita. Toa hii hapo ni vita walimu wao. Sasa huyu anaweza kuwa mwombezi. Qur'ani inasema hata wakiwaombea mara 70 hawawezi fanya nini? Kusamehe. Wenyewe wajui hata wale wanaoongoza wanaenda wapi? 46:9 inasema Bwana Yesu ametuhakikishia, tawasomea, msifadhaike mioyoni mwenu. Inasema hivi, soma 46:9 inasema wanaomfuata Mtume Muhammad vipi? Inasema mimi si kiroja mpya katika mitume. Naam. Sijui mtakavyofanywa. Sikia, Mtume Muhammad anasema ajui atakavyofanywa, wala mtakavyofanywa nyinyi, wala nyinyi Waislamu mtakavyofanywa. Mimi mtume sijui. Sasa huyo tutamfuata huyo. Bwana Yesu asifiwe Kristo. Lakini Yesu anasemaje? Sikia bosi, mhukumu ulimwengu wote anavyosema. 14:1-2 Yohana inasemaje? 14:1-2 inasema msifadhaike mioyoni mwenu. Sasa Yesu anakuja anasema msifadhaike mioyoni mwenu wa Kristo. Mnamwamini Mungu. Mwaminini Mungu. Niaminini na mimi. Niaminini na mimi kwa sababu mimi ni mwokozi wa ulimwengu wote. Nyumbani mwa Baba yangu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Naam. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena ili niwakaribishe. Asante. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu ametupa assurance kwamba ameenda kutuandalia mahali. Mtume Muhammad ajui Waislamu watakavyofanywa. Sasa ni hivi, wewe Mtume Muhammad kweli ulitumwa wapi? Nisaidie mwalimu 6:92. Mtume ulitumwa wapi? Ulimwenguni kote ama wapi? Qur'ani sema. Ulitumwa wapi mtume? 6:92 nasema. Naam. Na hii Qur'ani ni kitabu tulichokiteremsha chenye baraka nyingi. Soma. Chenye baraka nyingi. Kinachosadikisha yale yaliyokitangulia. Na ili uwaonye watu wa mama wa mji Maka na walio pembezoni mwake. Kwa hiyo Mtume Muhammad alitumwa ndio, lakini si ulimwenguni kote. Ni wapi? Ametumwa kwa mama wa Maka na walio pembezoni mwa Maka. Kwisha. Iliandikwa na wino ukakauka. Alafu sasa uje utuambie eti Muhammad ametumwa ulimwenguni kote. Muda tayari. Sawa.